Bibi, unajua mke wangu kile ulichoniambia mimi sasa kiko tayari. Kuhusu ile ploti nimeshaipata, so nimeongea na madalali na nimeongea na kila mtu, na hata sasa ni kwamba kilichobakia ni hizo pesa tu. So nimejaribu kuzungumza nao, walikuwa wamenambia laki sita, lakini nimejaribu kuwa bembeleza mpaka mwisho wakanambia kwamba laki 5. Usiwe na matatizo na hakuna shida, kwa sababu mimi nimeona hizo laki 5 pesa zinafaa kwa sababu ni nzuri sana, na nikishainunua nitakupigia picha na nitapostia. Wewe pako usiwe na washida wala usiwe na wasiwasi, na tena utanitumia pesa kama unatuma na hiyo pesa ya shamba, nitumie kabisa na hiyo pesa ya huyu, kwa sababu huku shule huku mambo sio shwari kabisa. Kitu kingine ni kwamba usisahau paka za matumizi yangu. Mke wangu sijali. Sawa, mimi nitakuwa na wewe na nitahakikisha hii shamba inakuwa yetu. Wewe tuma tu ile hiyo laki 5. Sawa, usiwe na shida. Wakati mwingine nitakupatia simu uzungumze naye, kwa sababu kwa sasa ameshatoka kidogo. Kwa sasa ameshatoka, na wakati mwingine nitakupatia. Okay. Kwa nini unamdanganya mama hali yako hujapata plot? Kwanza mwanangu, haya mambo hayakuhusu kabisa. Mambo ya mimi na mama yako na ya plot ni baina yetu. Kwa hiyo mwanangu, nataka kukwambia kutokea sasa usiingilie. Lakini unafanya haifai. Na tena mwanangu, mama yako uzuri amenambia ya kwamba atatuma pesa, alafu nimemwambia akutumie na pesa yako. So naona message imeshafika. Ametuma laki 6. Mimi naona laki 5 ni ile ya shamba, then laki 1 ni ya mimi na wewe, ya matumizi hapa ya shule ya nini, ya kwenda huku na huku. Kwa hivyo mwanangu, pesa yako nitakuwa ninakutolea pole, lakini pesa ya shamba mimi ndo nitalinga nayo, kwa sababu hata shamba lenyewe ni kusema kweli sijalipata kama unavyosema. Lakini kumbuka mama yuko mbali, ujue anatafutaje hiyo pesa. Ama kwa sasa, kwa sababu niko na pesa, ni lazima unisikilize. Kwanza mtaa huu lazima ujue ya kwamba Baba J ameko na pesa bwana. Na tena kabla sijasahau, kesho kutakuwa na wageni hapa, wageni wawili. Mmoja atakuwa ndugu yako na mwingine utabidi umuite mama. Sitakubali kuwa na mama mwingine hapa hali ya kuwa mamangu yuko Dubai. Na tena nataka kwambie, itabidi uzoee, upende ukatae, utamuita mama na yule atakuwa ndugu yako. Kesho tu, sio mbali. Haitawahi kutokea kama. Kwanza acha nichukue 5,000 nikanunue mbuzi, nikanunue vitu vya humu nyumbani, ili yule bibi akija tuwe tuko haire. Wahenga wanasema kwamba maskini akipata matako liambwata. Naona yameshaanza kulia.
Hello kipenzi. Unaendeleaje lakini? Naona uko poa kabisa. Nina raha kwa sababu kile ambacho nilichokuwa nakitegemea sasa kimeshakamilika. Sasa mimi nimekupigia hii simu kwa sababu nilikuwa nataka kutaarifu kesho naweza kuja. Usiwe na shida yoyote. Kesho wewe chukua chochote kilicho chako huko liko, fika hapo mapema. Wewe utakuwa mke wangu rasmi. Kwa sasa pesa iko bwana, hata usijali. Kwanza uko na fare ama hauna? Basi kuhusu fare wewe usijali kwa sababu inaweka makoto sasa hivi. Nitakufikishia makoto. Usiwe na shida kuhusu hilo. So kesho asubuhi ikiwezekana uwe umeshafika. I love you so much. So, hata usijali, na pesa iko, pesa iko. Enjoy. Kwanza tukitoka hapa tunaingia huko mbuga za wanyama. Na tena usimsahau ile mtoto wako. Yeye njoo naye. Nakusubiri hapo kesho. Wewe subiria pesa huko nafika sasa hivi. Okay. Itakuwa na kipenzi kipya ndani ya nyumba. Mbali na yule wa Dubai kwanza mimi nitakuwa na moto mlete. Yaani tutakula pesa mpaka kifika huko, yani hakuna chochote. Mwaka huu ni wangu kama walivyosema wahenga. Kikulacho kingoni mwako nitamkula mpaka shaka. Sikuja hapa kwa kukaa. Nimekuja hapa nina mazungumzo na wewe. Mazungumzo gani Lilian? Mbona unanishtua? Jambo la kwanza, sitaki tena mawasiliano mimi na wewe. Una maana gani kusema hivi? Kwanza, mimi nina mpenzi mpya. Na kile ambacho ulikuwa ukiwezi, yana kiwezi. Lilian, sio kwamba siwezi. Kama unavyoona, hali yangu ni ngumu kwa sasa. Ameniahidi kila kitu na amesema tamlea mtoto wako kama mtoto wake. Kumbuka Lilian, hata mimi nishawahi kuahidi. Na pia sijashindwa kumlea mtoto wetu. Napambana sana. Lakini kile ninapopambana ndipo ninapozidi kurudi nyuma. Kwa sasa wewe hauna nafasi tena kwenye moyo wangu. Mbona unanifanyia hivi? Mbona unanifanyia hivyo mwenzio? Kumbuka nakupenda sana. Wewe ndiye mpenzi wangu niliyekuchagua katika hii dunia. Hakuna mtu yoyote ambaye nimeshakupatia moyo wangu zaidi yako. Lilian, mimi nakupenda wewe. Kwa sasa mawasiliano yangu na wewe iwe ndo mwisho. Na sitaki tena kusikia tantarira zako kwenye simu yangu. Umesikia? Na hapo ndo mwisho wangu mimi na wewe. Kwa heri, tutaonana.
Mama, kwani hapa umenileta ni wapi? Hapa ndipo kwa baba yako mwanangu, usijali. Oh, mashallah mpenzi. Naona umeshafika tayari. Nimefika mpenzi wangu. Jana. Kwa salama lakini? Uko salama sijui wewe hapa. Mimi niendelea vizuri kabisa. Hebu nisaidie na mkoba niweke ndani na. Msalimie babako mtoto. Shikamoo. Mara. Karibu. Jisikie nyumbani. Mbona nakuona kama uko sawa? Atakuwa sawa. Nisubiri ni tu kidogo. Sawa. Kuna nini mwanangu? Mbona umenileta mpuku hivi? Lakini mzee babangu. Kwa nini mwanangu unaniuliza hivyo? Lakini mzee ni mzee sana. Hapo ndo nishapenda mwanangu. Kwa nini unaniuliza sasa kama ni mzee sana? Kwani kuna tatizo? Lakini hapa kwa babangu. Koma we mtoto we. Tena iwe mara kwanza na ya mwisho kuongea hivi. Usikie tena kuongea. Kwa siku nyingi lakini. Mtoto papai. Sasa mpenzi. Kama nilivyokuambia hapa ndo nyumbani. Nimepaona ni pazuri, panapendeza sana. Huyu ni yule mtoto kwa kanambia. Ni huyo. Karibu sana. Usiwe na huzuni. Hapo umefika. Sasa. Kama nilivyokuambia kwamba huyu mtoto nitakisha naenda shule. Alafu na wewe maisha yako yanabadilika. Yaani nataka kabisa yani ubadilike mpaka watu wakushangaa hapa duniani. Ninavyotaka mpenzi. Ning'arishe hapo. Bosi. Kwanza mmesema aliachia grade ngapi? Aliachia grade 2. Anaitwa nani vile? Anaitwa Jonathan. Jonathan. Anaonekana huyo mtoto kama hanipendi vile. Au anaogopa. Yaani kako na mawazo mengi. Lakini naona ni mara yake ya kwanza. Sawa sawa. Basi karibu ni nyumbani. Asante. Njoo.